na inatumika. Maneno ya kutamkwa. Kutamkwa. Kwa nini maneno ya kutamkwa? Katika kinywa cha mtu kuna uwezo ambao Mungu ameweka hapo. Katika kinywa cha mtu kuna mamlaka ambayo Mungu ameweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni jambo la muhimu sana, lazima ujue. Katika kinywa chako, katika kinywa cha mtu yeyote yule, kuna mamlaka ambayo Mungu ameiweka hapo. Kuna uwezo ambao Mungu ameuweka hapo. Ukisoma kile kitabu cha Mithali ile sura ya 18, Mithali ile sura ya 18 ule mstari wa 20 na wa 21, anasema hivi: tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Angalia 21 anavyosema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Huu mstari unatupa kuelewa ya kwamba kumbe katika kinywa, unapoona Biblia inaandika habari ya kinywa, unaona Biblia inaandika habari ya maneno, unaona Biblia inaandika habari ya ulimi, unaona Biblia inaandika habari ya midomo, inazungumza juu ya kitu kimoja. Kuna mamlaka kubwa sana ambayo ipo kwenye midomo, ipo kwenye kinywa, ipo kwenye maneno, na hiyo mamlaka ameiweka Mungu mwenyewe. Anasema ya kwamba mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Kwa hiyo kumbe ulimi una uwezo mkubwa sana wa kuzalisha mauti au kuzalisha uzima. Ni kulingana na mtumiaji anatumia kwa ajili ya nini. Kama akitumia kwa ajili ya uzima, anapata uzima. Kama akitumia kwa ajili ya mauti, inapatikana mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kuna uwezo ambao umewekwa hapo. Kuna mamlaka ambayo Mungu ameiweka hapo. Ukisoma kitabu cha Yakobo ile sura ya 3, Yakobo ile sura ya 3 kuanzia mstari wa 2 hadi ule mstari wa 12. Yakobo sura ya 3 mstari wa 2 hadi wa 12. Mimi nitakusomea mistari michache. Nitaanza kukusomea kuanzia ule mstari wa 5. Anasema hivi: vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Nao ulimi ni moto, nao ulimi ni moto. Ule ulimwengu wa uovu, ule ulimi umewekwa katika viungo vyenu, nao ndio uutiao mwili wote unajisi. Huwasha moto mfulizo wa maumbile, nao huwasha moto wa jehanamu, nao huwasha moto wa jehanamu. Anazungumza juu ya ulimi. Ukianza kusoma kwenye ule mstari wa 4, utaona anazungumza juu ya merikebu, namna ambavyo inaongozwa na kausukani kadogo. Sasa anakuja kutuambia kwamba ulimi nao ni kakiungo kadogo sana sana, lakini kana uwezo wa kufanya vitu vikubwa sana. Kana uwezo wa kuwasha moto ambao hakuna anayeweza kuuzima. Kama ambavyo njiti moja ya kiberiti inaweza ikauwasha moto, yamkini Dodoma yote hii hapa ikawa ni msitu, alafu ukachukua njiti moja ya kiberiti ukawasha Dodoma yote inaweza ikateketea kwa sababu ya njiti moja ya kiberiti. Hasa anasema ndio hivyo hivyo na ulimi ulivyo. Unaweza ukawasha moto, hamna anayeweza kuuzima. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa nini? Kwa sababu ndani ya kinywa cha mtu, ndani ya ulimi wa mtu kuna uwezo ambao umewekwa hapo. Kuna mamlaka ambayo imewekwa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia utaona kwenye vitabu hasa kile cha Mithali, utaona anazungumza sehemu tofauti tofauti juu ya uwezo, juu ya mamlaka iliyo katika kinywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapozungumza juu ya maneno ya kutamkwa au maneno ambayo mtu anaweza akazungumza, yanaweza yakatumika kama mlango, kwa sababu mara nyingi shetani anajua kabisa kwa kuwa Mungu ameweka uwezo kwenye kinywa cha mtu. Kwa hiyo huwa anataka atumie ule uwezo ambao Mungu ameuweka kwenye hicho kinywa kwa ajili ya kupitisha ajenda zake. Anajua kabisa kuna mamlaka ipo kwenye hiki kinywa, kwa hiyo ngoja nitumie hiyo mamlaka iliyowekwa hapo kwa ajili ya kutimiza ajenda zangu. Na ndio maana sasa watu wengi wamejikuta wameingia kwenye changamoto, wameingia kwenye shida, wameingia kwenye maumivu kwa sababu ya maneno ambayo aidha ametamka mwenyewe ama yametamkwa na watu wengine. Wapo watu ambao wameingia kwenye matatizo makubwa sana kwa sababu ya maneno ambayo wao wenyewe walitamka, wao wenyewe walizungumza. Yale maneno yakafanyika mtego, yale maneno yakafanyika tanzi kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Na wapo watu ambao maneno yaliyotamkwa na watu wengine yamefungua mlango, yale maneno yamepeleka uharibifu kwenye maisha yao, yale maneno yamepeleka uchungu, yale maneno yamepeleka mahangaiko, yale maneno yamepeleka mauti kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno alizungumza mwenyewe ama yalizungumzwa na watu wengine, ghafla kila kitu kikaharibika. Bwana Yesu asifiwe. Mithali sura ya 6 mstari wa 2. Mithali sura ya 6 mstari wa 2. Anasema hivi: basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Mithali hiyo hiyo sura ya 18. Mithali hiyo hiyo sura ya 18 mstari wa 6 na wa 7. Mithali hiyo hiyo sura ya 18 mstari wa 6 na wa 7 anasema hivi: midomo ya mpumbavu huingia katika fitina, na kinywa chake huita mapigo. Na kinywa chake huita mapigo. Kinywa cha mpumbavu ni uharibifu wake. Kinywa cha mpumbavu ni uharibifu wake, na midomo yake ni mtego wa nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe. Na kuonesha namna Biblia inavyotuonesha juu ya maneno, juu ya kinywa cha mtu ambavyo kinaweza kuwa chanzo cha uharibifu wake. Anasema umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Kinywa cha mtu ni uharibifu wake mwenyewe. Maneno yake, midomo yake huleta fitina. Bwana Yesu asifiwe. Kinywa cha mpumbavu ni uharibifu wake, na mapigo yanapatikana